watoto wa kike tunawahitaji sana wasome dini, kwa sababu tuna umma mkubwa wa upande wa kina mama na watoto wa kike wanahitajia waalimu wa dini wa kisawasawa. Na hapo tumefeli kwa kiasi kikubwa, kwa sababu kina mama wengi hawajishughulishi na ilmu. Pamoja na kwamba zikifunguliwa darasa utawaona wamemiminika kwa wingi, lakini ule udhibiti wa misingi ya ilmu kwa wao unakuwa ni mgumu, na kwa sababu ya majukumu wanayopewa au wanayokutana nao katika nyumba zao, na kukwazwa na wanaume zao au wazazi wao au walezi wao. Kwa hiyo upatikanaji wa elimu kwa upande wa wanawake umekuwa ni mdogo sana, pamoja na kwamba wanaonekana ikifunguliwa vyuo vya elimu wanawake wanakuwa kwa wengi sana, lakini mpaka kumtoa mwalimu wa sawasawa wa kike pana shughuli kubwa. Kwa hiyo sisi ndio wazazi, ndio walezi, ndio wasimamizi, tutakwenda kuulizwa kuhusu hawa watoto wetu, hawa wake zetu, tutaulizwa kuhusiana na tunawalea juu ya kufundishwa kwao ilmu ya dini. Kwa hili jambo tulisimamie pia kwa ukaribu sana, na tuwape nafasi zao za kusoma dini kama alivyotoa Mtume sallallahu alaihi wasallam nafasi kwa wanawake kuwasomesha dini. Na hili nadhani lafahamika, na hadithi imezitaja maimamu katika vitabu vya hadithi kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwatolea wanawake siku maalumu kwa ajili ya ilmu. Kwa hiyo wazazi na hili nao walipokee, lakini kuna faida nyingi sana anapokuwa mwanamke amesoma dini na akalelewa katika maadili ya dini. Hatuzungumzi swala la kusoma tu na malezi, maana mtu mwingine anaweza kusoma alafu akawakosa malezi, ikawa ni tatizo katika familia au katika ndoa, kwa sababu amekosa malezi ya kweli, malezi ya sawa. Lakini pia tunahitaji watoto wa kiume